Lakini jambo jingine ambalo nyoka aliambiwa kutakuwa na uadui kati ya uzao wa mwanamke na kati yake. Haleluya, mwana wa Mungu, roho ya uadui. Ninakwambia mpendwa wa Bwana, huyu mama ambaye nilikuwa nafanya huduma kwake aliniambia watu wananichukia sana. Wakati mwingine wananisema nimeiba na wakati sijaiba. Wakati mwingine wanapanga wanifanyie mabaya, hata nikijieleza sisikilizwi. Naomba nikwambie, pepo nyoka akitumwa kwako, jiandae kuchukiwa na jamii, jiandae kuchukiwa na watu na hata katika maisha ya kila siku. Ni kweli kwamba kati ya wanyama ambao ukikutana nao ukimuua unafurahi ni nyoka. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza akawa na huruma eti kisa ameua nyoka. Unaweza ukawa na huruma kwa kuua paka, unaweza ukawa na huruma kwa kuua mbwa, lakini tukikutana na nyoka tunamchukia kweli kweli. Hata kama hajakuuma, hata kama hajakufanyia chochote, ukikutana naye tu tunabeba hasira. Wakikutumia pepo nyoka, jiandae kuchukiwa mpendwa. Watu wataona ni vyema kukuliza, watu wataona ni vyema kukupiga na kukuumiza. Mateso yako na kilio chako itakuwa ni furaha kwako, itakuwa ni furaha kwao. Huyo ni pepo nyoka. Lakini jambo la mwisho ambalo aliambiwa ni kupondwa kichwa, ni kupondwa kichwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya, mwana wa Mungu. Ukitumiwa pepo nyoka, jiandae kupitia hayo. Kupondwa, kupigwa. Watu wakikupiga wanaona ni jambo jema sana, wamepata ushindi. Kwa sababu gani? Pepo nyoka akiwa sehemu ya maisha yako, tegemea kukutana na vipigo, tegemea kukutana na mabaya. Kwa sababu gani? Nyoka alipewa ayapitie hayo. Kwa hiyo tunapoomba, tunapokwenda kwenye maombi yetu lazima tuelewe kwamba tunapoendelea na maombi tujue kwamba Mungu alitupenda sana, na alipotupenda sana akamtuma Yesu, na Yesu alipokuja kwetu alisimama aharibu kazi za ibilisi. Naomba nikusomee kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Haleluya, mwana wa Mungu. Naomba twende tu vizuri, mwana wa Mungu, kwa sababu Biblia inatuambia watoto wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maana yake tunapokuwa na maarifa sisi ni washindi. Naomba twende katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3. Nitakusomea ule mstari wa 8. Sura ile ya 3 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Naomba nirudie, mwana wa Mungu. Atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Haleluya, mwana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Hapa tunaambiwa kuna watu wa aina mbili, kuna uzao wa aina mbili. Yohana wakati anabatiza pale kwenye mto Yordani, wakati Wayahudi wanamwendea, aliwaambia, enyi kizazi cha nyoka, wana wa majoka, ni nani aliyewafungulia mlango hata mkaamua kuikimbia dhambi? Kwa hiyo katika maisha yetu kuna wanadamu ambao ni wana wa majoka. Hapa Biblia kupitia kinywa cha Yohana inaniambia yupo mtoto wa ibilisi, yupo mtoto wa shetani, na ishara mojawapo ya kumjua mtoto wa shetani ni matendo yake, ni mfumo wake wa maisha, ni tabia yake ya kupenda dhambi. Hiyo ni ishara. Kwa hiyo hapa tunaambiwa kwamba ibilisi alipotawala aliachilia mlango wa dhambi, watu waishi kwenye mfumo wa dhambi. Ashukuriwe Mungu wa uzima, Mungu mwenye huruma na pendo, akamtuma Yesu. Kwa hiyo tunapomwamini Yesu, maana yake tunamwamini ambaye aliachiliwa na Mungu ili avunje kazi za ibilisi. Kwa hiyo tunapokuwa na Yesu, ibilisi na madhambi yake, ibilisi na matendo yake hana nguvu tena. Haleluya, mwana wa Mungu.
Yesu alitumwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kwa hiyo tunapoomba maombi ya kuharibu nguvu za pepo nyoka, msingi wetu wa kuomba ni msingi wa kumwamini Yesu, ni msingi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapokuwa na Yesu, lazima tujue sasa, kila nguvu ya mashambulizi inayotumwa kwetu, roho ya laana inapotumwa kwetu, roho ya kutembea katika tumbo inapotumwa kwetu, roho ya kutembea huku tunakula mavumbi inapotumwa kwetu, roho ya kuchukiwa inapotumwa kwetu, maadui wanapotamani kutuponda kichwa, yupo Yesu Kristo. Yesu amekuja ili azivunje kazi za ibilisi. Yesu amekuja ili avunje kazi za mashetani. Kwa hiyo ninapokuwa na Yesu, pepo nyoka hana nguvu juu yangu tena.